Halo, habari zenu? Leo nakwenda kuwaletea kazi mpya za kulea wazee Marekani. Hizi kazi zimetoka wiki hili 2026. Kwa hiyo sikiliza kwa makini, nakwenda kutajia aina ya kazi na website zake ili uweze kuapply na kuingia Marekani. Kwanza kabla ya kusikiliza video hii, bonyeza alama imeandikwa subscribe hapo chini hapo, kisha bonyeza alama ya kengele, share, like, comment ili kila video inayokuja utakuwa kwanza kuiona. Kwa hiyo wale wanaotamani kuingia Marekani, hizi kazi ni mpya, zimetoka, kazi za kulea wazee. Hizi kazi zinaruhusiwa jinsia zote, wa kiume, wa kike, wote mnaruhusiwa kuapply hizi kazi. Wa kiume utaapply utalea wazee wa kiume, na wa kike utalea wazee wa kike. Kwa hiyo sikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho, usipende kuishia njiani. Na kama una peni na karatasi unaweza kuandika ili uweze kuelewa vizuri. Hizi kazi mpya za kulea wazee Marekani na kwenda kuwatajia. Hii ya kwanza, ukitaka kuapply andika caregiver. Yaani ni caregiver kwa ajili ya kulea wazee. Yaani kumsaidia mzee kuoga, yaani kumuogesha, kumlisha na kumtembeza, yaani kumfanyisha mazoezi kama vile kumtembeza nini. Ya pili, home health aid, yaani HHA, kumhudumia mzee nyumbani na kumsaidia shughuli za kila siku. Yaani kuna wale wazee ambao wako nyumbani, achana kwenye makampuni. Unakuta kuna mtu anaenda kazini, hataki labda baba yake au mama yake au bibi yake, babu aende kwenye vituo vya kulelea wazee. Anataka akae tu nyumbani, ahudumiwe nyumbani. Kwa hiyo hii pia nayo ukiapply home health aid HHA, hii pia unapata. Nyingine personal care aid PCA, yani usafi kwa mzee, yani unamfanyia usafi wa kila aina. Kumbuka hii kazi nilisema inahitaji moyo. Kama una moyo, kama una roho ya hasira, una moyo ambao huwezi kuhudumia mzee, usiapply. Yaani kazi inatakiwa mzee akili zake zinageuka zinakuwa kama za mtoto. Kwa hiyo kama hii kazi huiwezi, yani hakikisha usiapply kabisa. Hii inawafaa wale waliosomea, yani na ukifika huko kwanza unasomea kama, yani wanakublash kama wiki 2 au wiki 1. Huku unaendelea kuwahudumia na huku unaendelea kusoma. Kuna muda ambao utaendelea kusoma mahitaji yao, kila kitu kinachohitajika. Yaani usafi, chakula, usalama na mawasiliano, yani kuzungumza na mzee. Unahakikisha unazungumza naye lugha nzuri. Kama ni Kiingereza utazungumza naye. Kama ni lugha ambayo unajua nchi haizungumzi Kiingereza utaangalia, lakini kwa leo unazungumzia hii Marekani. Kumbuka kabisa kama una nia kuapply, natakiwa kabla kuapply uwe umejua kabisa Kiingereza, kwa sababu Marekani wanatumia Kiingereza, hawatumii lugha nyingine. Kwa hakikisha umesoma hata miezi 3, uende English course usome ndio uhangaike kuapply kazi. Kwa sababu wazee wanaongea Kiingereza itakuwa lugha gongana, kwa hiyo apply hapo. Nyingine inaitwa live-in caregiver. Yaani kuishi nyumbani na mzee na kumhudumia. Yaani unaishi na mzee nyumbani na kumhudumia. Kiwango cha mshahara ni $15.54 kwa saa. Kwa hapa $15 ukikalkuleti na siku nzima, yani masaa 24, kama unakaa masaa 8 au masaa 7 utaangalia mwenyewe. $15 mara masaa hayo utapiga hesabu, utajua utapata kiasi gani. Na Marekani wao wanalipa kwa saa. Ukiwa Tanzania unataka kwenda Marekani kwa kazi hii, na kila mwajiri anatoa visa sponsorship. Na ukiapply tafuta nafasi iliyo wazi. Usiingie kwenye nafasi ambayo imejaa ukaapply, hutopata kazi. Ingia nafasi ambayo iko wazi, itakusaidia wewe. Kwa hiyo najua hapo umeelewa. Sasa hapa nakwenda kuwatajia website ambazo natakiwa uzinania hapo. Kuna wale ambao waliniambia ni unaandikia website kwa chini ili aweze kuelewa zaidi. Kwa hiyo nitakwenda kuandikia hapo chini website ambazo natakiwa uapply kwa kupitia hizi kazi.
Ya kwanza inaitwa Indeed. Hii Indeed yani kila nchi ipo na ndo website kubwa zaidi duniani. Ukiingia Indeed Caregiver Jobs USA utaapply hapo na utapata kazi. Kuna nyingine website inaitwa edacare.com job. Hii inatoa kazi ya part time. Hii kumbuka, inatoa kazi ya part time kwa wale ambao waelewi. Utaapply hapo, sio full time, yani kazi za muda mfupi. Unakuta haba masaa mawili utamhudumia mzee unaondoka. Tofauti na zingine hizo full time unakuta unamhudumia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hii ni part time na mshahara wake utakuwa labda mdogo kidogo kutokana na muda ambao umeenda, lakini itakusaidia pia ukapata huku ukafanya masaa mawili ukaenda na sehemu nyingine. Kuna nyingine inaitwa care.com. Hii pia nayo una apply, ukiandika care.com USA inakuja. Utaangalia nafasi ambazo ziko wazi, utaweza kuapply kazi. Nyingine namba 4 hiyo inaitwa LinkedIn Jobs. Hii pia iko sehemu nyingi sana dunia nzima. Kwa hiyo utaenda kuapply pale kwa kutumia hii LinkedIn. Utaangalia kazi ya kulea wazee USA, utakwenda kuapply. Kumbuka passport yako uwe nayo, uwe na passport iwe haijaisha muda wake, at least ibaki hata miezi 3 ndio unaweza kuapply kazi. Sio unachukua passport imebaki wiki 2 kuisha una apply kazi. Kazi inaweza kachukua mwezi, passport imeshaisha na umepata kazi unaitwa. Kwa hangaika passport kwanza uweze kuapply kazi. Kwa hiyo hii ndio kazi imetoka mpya, kazi za kulea wazee USA. Unaweza kuapply hapo. Kumbuka kusubscribe hii channel. Kumbuka kushare, like, comment ili kila mtu anayetazama hii video aweze kuangalia video zingine zinazofuata. Asanteni kwa kunisikiliza.